nahitaji pesa ya kula. Hivyo mwanamke, siku zote ukinisogelea unapokuja wewe ni masuala ya pesa ya kula. Hujaja hapa kwa masuala ya kula. Lakini mume wangu, mimi sijafanya makosa. Angalia na muda unazidi kwenda. Mwenzio unahisi njaa. Kwani kuhisi kwako njaa unakuja nikusaidie nini? Kwani hujui wanawake wenzio wameamkia mashambani na wengine hivi wako huko kutafuta riziki? Halafu nakuja hapa eti nahisi njaa. Nikusaidie nini? Haya sasa. Na mimi nahisi njaa, sisi wote tunahisi njaa. Tunafanya nini sasa? Sawa mume wangu. Mimi nakuelewa. Na nimejua kwa unahisi njaa. Ndio maana nimekufuata hapa ili nikuombe pesa ya kula. Masuala ya uelewa hapa kwangu sitaki. Wewe hujaja hapa kwa sababu ya kula. Fanya kilichokuleta. Mambo mengine usinisumbue. Wewe mjinga nini? Kuna jambo nataka tuongee na wewe. Mume wangu kwa sasa ndio najua. Na karibia kujifungua hapa kesho. Mungu hakuna hata kitu kimoja tumeshanunua sababu ya mtoto. Hivi nategemea mtoto tutampokea vipi? Ni kweli. Mimi najua kwamba muda unazidi kwenda. Na sasa hivi nakaribia kujifungua. Lakini kitu kimoja, mimi najitahidi sana kadri niwezavyo ili niweze kupokea mtoto wetu salama. Japokuwa hali ni ngumu sana. Lakini lazima nipambane ili kuhakikisha mtoto wetu tunampokea salama. Japokuwa hali ni ngumu, lakini usijali. Ndio mwanangu, naelewa kwa sasa hali ni ngumu. Ila naomba jitahidi. Naomba jitahidi babangu. Ukipata tarehe 2 tu tunaunga muda mmoja. Maana kwa sasa kwa naona hali kwa hivi imefikia hatua mbaya. Ndio. Unajua mtu mwenye matumaini hujenga jambo kubwa sana. Kwa sababu Mungu hawezi kuacha watu ambao wana imani. Najua katika imani yetu Mungu atatutendea jambo kubwa. Na japokuwa naweza nikatumainia sana kazi ambazo nazozifanya, lakini amini kitu kimoja. Mungu anaweza kufungua njia mahali pengine. Kimoja tu ni imani. Ondoa hofu kuhusu hilo. Na tuzidi kuomba sana. Sawa, nimekuelewa. Nafurahi sana unaponielewa. Kwanza umekula? Ndio. Basi sawa. Sasa unaenda? Nakula. Nimekuja hapa kuongea na wewe. Maisha ambayo tunaishi mimi na wewe yanazidi kunichanganya. Yaani sielewi. Kama unahisi kuna kosa ambalo mimi nimekukosea, niambie, tajirekebisha.
Sikiliza nikwambie. Siku zote moyo ukichoka hutoi jasho, bali hutoa maamuzi. Na wewe kama umechoka, basi toa maamuzi yako. Mume wangu, kutoa maamuzi sio njia sahihi. Bali ukielewa njia unayoitumia kufika mahala fulani, basi safari yako itakuwa yenye matumaini. Sawa. Ikiwa safari yako ni yenye matumaini, kwa nini una mashaka na ndoa yako? Basi wewe endelee na safari yako, mimi uniache niishi kama nilivyo. Mume wangu, natamani siku zirudishwe nyuma ili niweze kubadili maamuzi yangu. Sasa nimeanza kukuelewa. Umekwisha kupata mashauri mengi huko kwa shoga zako. Halafu umeamua kuja kunijaribu na kunivuruga akili. Si ndio? Hapana mume wangu, usiseme hivyo. Kumbuka mwanamke mwenye akili kujenga ndoa yake. Na mimi nimekuja hapa kutetea haki yangu. Siku zote ukitaka kujua faida ya mti mkavu, kawaulize wachoma mkaa. Kwani wewe nani? Saidia. Sasa mimi nakuuliza wewe nani? Nani anajua nakusaidiaje? Saidia. Sasa mimi nakusaidiaje lakini? Baki huko huko, baki huko. Nakuomba baki huko huko. Kama nikusaidia mimi nakusaidia huko, wewe baki huko huko basi. Mimi nakusaidiaje? Mimi nakuuliza. Nikusaidie nini lakini dadangu, mimi nakwambia uniambie jina lako nikusaidie. Mimi nakusaidia nini mimi sasa? Nakusaidiaje? Mume wangu. Una matatizo gani mume wangu? Yaani kama sielewi, nimekuwa nimelala alafu nasikia sauti za watu uko tu nyuma huko. Yaani hakuna tatizo. Hivi unajua sikuelewi mume wangu. Maana kwa sasa umebadilika sana. Kila usiku ukilala lazima ushtuke. Mbona ueleweki mume wangu, kuna matatizo gani? Mke wangu, unatakiwa kunielewa kwa kipindi kigumu hichi ambacho nakipitia. Unajua kwamba hata mimi mwenyewe sifurahii. Lakini ukishakaa juu yangu hivyo unakaa unanisema, inakuwa ipendezi. Unatakiwa kujua kitu gani ambacho kinanisibu muda huu. Ayubu, unajua kwa sasa umenichosha mimi. Hivi umeshanichosha moyo wangu. Kila usiku ni mauzauza. Kila usiku ni wewe wa kuota, mchana wote, usiku wote, saa sita wote. Hivi una matatizo gani wewe? Unaumwa nini wewe mwanaume? Sasa mimi nimeshachoka.
Ayubu. Daudi. Hadi unasinzia? Rafiki yangu Daudi. Uweze kuwa mimi nina matatizo makubwa sana yanayonisibu. Tatizo gani, ya kijiji au binafsi? Ubora basi ingelikuwa ni ya kijiji. Matatizo ni makubwa. Unajua, nashindwa kuelewa kitu ambacho kinatokea. Kila ninapolala nakuwa nikipata ndoto moja ya ajabu sana, na hiyo ndoto inakuwa ikinijia muda kwa muda, tena ndoto moja tu. Ayubu, ndoto? Ndoto tu inakupa wasiwasi? Daudi, mimi naona nakichukulia kawaida sana. Unajua mimi ni mtu mzima, na ninapokuambia jambo nakuwa nipo serious. Hiyo ndoto moja ya maajabu sana. Muda wote nikilala naona ndoto moja tu, na katika hiyo ndoto mtu anakuwa kiniomba msaada, halafu anakuwa akitaja jina langu na macho yake kabisa kinielekea mimi directly. Labda mimi sijaelewa, hebu nifafanue vizuri. Ni mtu gani na kwa nini anakuita wewe? Nashindwa kuelewa. Yaani amekaa sehemu, unajua mtu mwenyewe alifungwa sehemu ambapo mimi sipajui, na mtu amefungwa simjui, halafu kinywani mwake huko nikisikia kitoa sauti akisema kwamba Ayubu nisaidie, Ayubu. Sasa mimi namsaidiaje mimi Daudi? Halafu hiyo ndoto inakuwa muda kwa muda mimi naiona. Sasa hivi ndio nimeelewa. Hizo ndio zile ndoto za mchana. Kwa mimi nachokuomba kaka, zinduka, amka. Eti mtu kafungwa sehemu, kafungwa minyororo afu anakuita wewe Ayubu. Amka kaka. Daudi ondoka. Daudi ondoka. Ulikuwa ni ushauri. Ondoka. Haya sasa ondoka. Usiogope kijana. Unajua vitu unavyoviangalia ni hatari sana. Na hapa katika hiki kijiji tumeshapoteza vijana wengi kwa sababu ya kuangalia hayo mambo. Mambo unayoangalia ni hatari sana. Inaweza kukuletea madhara. Na sio kwako tu, mpaka kwa familia yako. Ninyi wote mkateketea mazima. Inakubidi uwe makini. Asante sana kaka. Ayubu, saidie.